Huyu jamaa anaitwa Saj, ni mwandishi wa habari anayeishi Urusi huku pamoja na mke wake anayeitwa Dana. Kwa miaka miwili iliyopita, yeye pamoja na mke wake wamekuwa wakijaribu kupata mtoto, lakini juhudi zao hazijawahi kuzaa matunda. Hivyo leo hapa unapomuona ameamua kwenda kumweleza mtaalamu wake wa saikolojia kuhusiana na changamoto ambayo yeye na mke wake wanaipitia. Mtaalamu huyo akamuuliza kuhusiana na maisha yao ya kimapenzi, na Saj anajibu kwa kujiamini kwamba huwa anaichapa kila siku, lakini bado mke wake hapati ujauzito, na anamwambia kwamba kuna time huwa anabadilisha maeneo ya kuichapia, akiamini pengine maeneo ambayo huwa anaichapia mwanzo pengine ndio yanasababisha mimba isitokee. Kwa hiyo licha ya kuwa anafanya hivyo, still bado mke wake hapati ujauzito. Sasa mtaalamu anamwambia kuwa mawazo yake yataanza kuwa ya kweli hivi karibuni, hivyo anatakiwa kuwa makini na kujiandaa. Saj anashindwa kumuelewa kabisa mtaalamu huyo, lakini haulizi chochote na anaona unaye ni mieyusho tu, anachimba. Sasa akiwa njiani kuelekea kazini, anampigia simu rafiki yake ambaye ni wakili anayeitwa Zora. Huyo unayemuona, huyu Zora amepoteza kesi 8 mfululizo na sasa anapitia hali ngumu kifedha, na hapo alipo ana mabinti wawili, na yeye pamoja na mke wake wanajaribu mara kadhaa kutafuta mtoto wa kiume. Yani duniani kila mmoja na shida yake. Huyu hana mtoto kabisa na yule naye anao, ila anataka mtoto wa kiume. Sawa. Sasa baada ya mazungumzo hayo, Saj anafika kazini na kuanza kupiga kipindi chake kwa sababu jamaa ni mtangazaji huyu. Wakati huo huo, mkewe Dana yupo huku kwenye maonyesho ya sanaa ambapo michoro yake leo inaonyeshwa hadharani. Saj kama kawaida yake anachelewa, na anapopigiwa simu na mkewe anasema tayari yupo njiani na atafika ndani ya dakika 5 hivi, lakini anapofika nje anakuta gari lake limechukuliwa na wazee wa long parking. Polisi wamelichukua gari lake kwa sababu alikuwa amelipaki sehemu ambayo sio sahihi. Hapa anajua mke wake atagundua tu kwamba jamaa ni mwongo, hivyo badala ya kwenda kwenye maonyesho ya sanaa ya mke wake anaenda bako kukutana na mshikaji wake Zora. Wakiwa pale sasa na rafiki yake Zora anamwambia leo ana furaha kinoma kwa sababu mke wake ana ujauzito wa mwezi mmoja na ana uhakika safari hii atapata mtoto wa kiume kwa sababu wakati wa tendo lao la ndoa alivaa soksi za sufu. Hii ni imani ya ajabu katika familia ya hawa kina Zora. Mwanaume akivaa soksi za sufu wakati wa tendo lao la ndoa, mwanamke atapata mtoto wa kiume, na baba yake pamoja na babu yake na huyu Zora wao pia walipatikana kwa njia hiyo hiyo. Kwa hiyo na yeye alivyojaribu anaamini atapata mtoto wa kiume kwa sababu hiyo ni mira ya kwao. Sasa jamaa baada ya kusikia hivyo anauchukua huo ushauri. Si unajua ukiwa unaumwa jino, hata ukiambiwa kinyesi cha kuku ni dawa, unachukua na unakula bila shida. Sasa siku inayofuata ni siku ya wapendanao. Saji pamoja na Dana wanaenda mahali pale pale ambapo walikutana miaka 5 iliyopita. Wanaahidi kwamba siku moja watarudi hapa wakiwa na mtoto wao. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba kuna siku lile ambao wanaitafuta litawezekana. Na kabla ya kurudi nyumbani, Saj anaenda kununua soksi za sufu zile alizohadisiwa na rafiki yake, na usiku huo baada ya kila kitu anazivua na kuzikumbatia akiwa na matumaini kwamba kazi aliyoipiga akiwa amevaa hizi soksi za sufu inawezekana akapata mtoto. Sasa usiku huu bana anashindwa kulala na anaenda dirishani na kuomba mtoto. Sekunde chache baadaye anaona nyota ikipita angani shwa. Ni muujiza huu. Okay, tuendelee. Siku 10 baadaye, Saja akiwa anaendelea na kipindi studio, ghafla anahisi kichefuchefu, na hapa anaomba radhi kwenda chemba kutapika kidogo, kisha anarudi na kuendelea na kazi. Na baadaye sokoni anaona chupa ya achali hizi. Hakuwahi kupenda vitu vichachu, lakini leo anatamani kinoma na anatamani kununua chupa zote kwa sababu mate yanamjaa, na hapa anazinunua. Leo akiwa bado hajielewelewi anamwambia Zora kuhusiana na hali yake, na Zora anamtania, ndugu yangu utakuwa mjamzito wewe. Hapa Saja anakumbuka tukio la nyota na anaanza kufikiria huenda ni kweli yeye ni mjamzito na kwamba ana ujauzito. Usiku huo anachukua kifaa cha kupimia ujauzito cha Dana na kujipima. Mwanzoni anaona mistari miwili na kudhani hana mimba, lakini baada ya kusoma maelekezo kwa umakini anagundua mistari miwili inamaanisha yeye ni mjamzito. Anajipima mara ya pili, mara ya tatu, lakini bado kila anapopima mistari miwili inatokea, na wazo hili linamshangaza sana kiasi kwamba baada ya muda anaanza kucheka akiamini pengine kifaa hicho akifanyi kazi. Yaani haamini kama muujiza umetimia kinyume. Yani yeye ndio ana mimba. Nikukumbusha kusubscribe kama vile ndugu zangu akina Edgar Longino, lakini vile vile Akibariadi, W3Al, Cynthia Shayo na rafiki yangu anayeitwa Lucas Buyamba. Wengine ni marafiki zangu akina Khadija Kigufa, Paulo Doto, Ingebire Shakira, bila kumsahau rafiki yangu wa maana kabisa kutokea Burundi anaitwa Boyket Alfonsi Naramothano. I love you. Enjoy.
Sasa asubuhi inayofuata anapokula achali kwenye kifungua kinywa, tabia hii mpya Dana anaigundua na kumuuliza nini kinaendelea. Sasa Serge anafunguka na kumwambia kuwa soon atakuwa baba, na Dana anadhani kuwa Serge anamsaliti na mwanamke mwingine na ndiye atakayekuwa mama wa mtoto huyo, lakini anapogundua kwamba mume wake ndiye anayedai kuwa mjamzito anachukia kinoma na anafikiri labda anatania au amechanganyikiwa kabisa. Na hapa Dana anafoka na kumwambia kama ni utani basi hii sio aina ya utani ambao yeye anaupenda, lakini Serge kwake ni tofauti, kwani anataka Dana afurahie habari hii ambayo ni wazi itakuwa ngumu kuikubali. Sawa, tuendelee. Sasa jioni hiyo wazazi wa Serge pamoja na Zora wanakuja nyumbani kwa chakula cha jioni. Na Serge anatumia nafasi hiyo kuwaambia wote kwamba yeye ni mjamzito. Kusikia hivyo wote wanabaki wakishtuka na wanajaribu kueleza kwa utulivu, mwanangu, hii haiwezekani. Serge bila kusema chochote anaondoka kwa hasira, na baba yake anamlaumu mama yake Serge kwa kuwa yeye alikuwa anafanya yoga wakati wa ujauzito, na inawezekana ikawa sababu iliyosababisha Serge azaliwe labda na changamoto ya akili ambayo imekuja kumsumbua ukubwani. Sasa asubuhi inayofuata Serge anachukua kitabu cha ujauzito na kuanza kutafuta dalili zake. Anaanza kujiandaa kwa ujio wa mtoto na anaacha kuvuta sigara na kuanza kula pickles kwa siri. Kadri muda unavyopita, Dana pia anakubali hali hiyo na kuanza kumjali mume wake, yaani mchizi ni mjamzito. Baada ya miezi 4 tumbo la Serge linaanza kuonekana hivi na anaenda kwenye madarasa la wajawazito kila siku, lakini anajifanya kama amemsindikiza mke wake hivi katika mwezi wa 5, na wanajaribu madaktari wengi, lakini kila anakoenda anakataliwa. Yaani madaktari wote wakimuona tu kwamba mjamzito ni mshikaji wanamtimua, na hatimaye wanakutana na daktari aitwaye Tikhonov ambaye anakubali kumtibu. Na siku inayofuata kazini, Serge anagundua kuwa Zora ameuza siri yake ya yeye kuwa mjamzito kwenye channel ya televisheni, na habari inasambaa na Serge anakuwa maarufu duniani kama mwanaume mjamzito. Anaanza kushiriki vipindi, matangazo na kupata pesa nyingi, na wanaporudi kwa daktari tena wanagundua kuwa watapata mtoto wa kiume. Soksi za sufu zimefanya kazi japokuwa ni kinyume nyume. Imani hizi. Mara tu anapotoka, mwandishi wa habari anamzunguka tena Serge. Anazama kwenye maswali yao kiasi kwamba hata hagundui Dana ameachwa nyuma. Tangu anapokuwa maarufu, karibu ameacha kabisa kumwonyesha Dana upendo kama zamani. Na baada ya hapo, Serge anapata kipindi chake mwenyewe ambapo anawashauri wanawake jinsi ya kuwa mama bora, na Zora pia anapiga pesa nyingi kutokana na kipindi hicho. Lakini kadri Serge anavyopata umaarufu mwingi, ndivyo ambavyo anazidi kuwa mbali na mke wake pamoja na familia. Umaarufu. Sasa leo ameamua kuandaa kipindi cha yeye na familia yake. Serge analeta familia nzima na hapa wanakaa kwenye huu mgahawa kwa ajili ya kuanza kuzungumza kuhusiana na ujauzito. Lakini Dana anachukizwa na kitu hiki kwa sababu yeye amemwona mwanaume wake amebadilika. Anafoka na picha anakataa kupiga, na baada ya hapo anaondoka kabisa. Baadaye wote wanaondoka na kwa muda mrefu Serge anabaki peke yake baada ya sehemu ya familia yake kumuona kuwa ni mtu ambaye amebadilika, na hapa anatambua kuwa umaarufu umemchanganya akili kiasi kwamba sasa hivi ameanza kuwa mtu mwingine. Na kabla hajabadilisha mambo, watu wa kidini wanaanza kupinga ujauzito wa mwanaume, wakiamini kwamba hii ni tabia mbaya kwa mwanaume kuonyesha jamii kuwa yeye pia anaweza kubeba ujauzito. Na kampuni nyingine za televisheni zinafungua kesi za udanganyifu zikiamini kuwa inawezekana Serge ameamua kujifanya kuwa mjamzito ili tu apige pesa. Sasa katikati ya kesi ya kwanza, Zora anashindwa kabisa kujieleza vizuri, huku mawakili wa upande wa pili wakitoa hoja kali, wakionyesha kuwa mapato yaliongezeka mara tu Serge alipojitangaza kuwa mjamzito, na hii wanaitangaza kuwa ni trick ambayo pengine Serge pamoja na Zora wameitumia kwa ajili ya kupiga pesa kivyao. Nyumbani, Dana anamwambia Serge aache kila kitu, lakini Serge anamfokea kwa hasira kwa sababu tayari kichwa chake kimelewa umaarufu. Katikati ya kesi ya pili, Zora anamleta Serge mahakamani na kuonyesha tumbo lake pamoja na ripoti ya ultrasound inayoonyesha kuwa yeye alikuwa ni mjamzito kweli, lakini upande wa pili unamleta daktari aliyobobea anayesema haiwezekani kwa mwanaume kupata ujauzito, na hii ndivyo ambavyo inafahamika dunia nzima kwamba mwanaume kazi yake ni kutungisha mimba na sio kutungishwa mimba, yaani sio kumimbwa. Siku moja anaporudi nyumbani anakuta Dana ameondoka, na hapa anatambua makosa yake na moyo unamsuta kuwa tangu amekuwa maarufu amembadilikia mke wake kiasi sasa hivi ampi ule upendo na wala hayupo karibu naye tena. Hapa moyo wake unamsuta na anaamua kubadilika. Katika kesi inayofuata, Serge hafiki kabisa mahakamani licha ya kusubiriwa kwa muda mrefu. Badala yake anatuma video akisema kuwa ujauzito wake ni wa uongo, na hapa anaomba msamaha kila mtu aliyekuwa amemwamini na hasa wale wote ambao amefanya nao kazi.
Baada ya kukili kwake, jaji anamtangaza kuwa na hatia ya kudanganya umma na kumtoza faini ya rubles milioni 10. Na hapa amekili kurudi kwa mwanamke wake na kukubali kuachana na kila kitu na kuwa mwanaume yule ambaye anafahamika kwa mke wake. Watu wote waliomwamini na mashabiki zake wanavunjika moyo kinoma. Sage anakutana na Dana mahali pao maalum, na hapa anamwomba msamaha kwa dhati na kuwa mume bora, na yeye anamwahidi kuwa atabadilika na kuwa yule ambaye anamfahamu. Na hapa Dana anamsamehe. Ajabu ni kuwa wakati huo akiwa hapa, Sage anahisi uchungu bana, na time ya kujifungua inafika. Anakimbizwa haraka hospitalini ambapo madaktari wanafanikiwa kumfanyia upasuaji na kumtoa mtoto. Sage anaomba msamaha kwa familia yake yote kwa tabia yake aliyoifanya kwa miezi kadhaa, na sasa hivi ameamua kuchagua upendo. Sasa Dana analeta mtoto kwa mara ya kwanza na anamweka mikononi mwa Sage. Na hapa tunapelekwa miaka 3 baadaye ambapo tunamuona Dana akionyesha mchoro wake kwenye maonyesho ya sanaa ambao aliuchora wakati wa ujauzito wa Sage. Mtoto wao sasa amekuwa na anacheza na mabinti wa Zora. Miezi michache baadaye, Dana anasimama kwenye dirisha lile lile na kuomba mapacha. Safari hii nyota 2 zinapita angani. Kama unakumbuka walivyoomba lile ombi la kwanza ikapita nyota 1, sasa hivi zimepita 2. Hii inaonyesha kuwa atakuwa na ujauzito wa watoto mapacha. Yaani sasa hivi kijana tumbo linamfura na watoto mapacha. Soksi za sufu hizi. Bana, hii story ni ya kufikirisha, lakini unajisikiaje kama ingetokea siku moja ndugu yangu na wewe kumsaidia mke wako kubeba ujauzito? Imagine mimba yenye 6 pack. Hii ni Plain Swahili na mimi naitwa Manoge, Manoge. You're welcome. Subscribe.